Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe mpendwa mtazamaji na msikilizaji hapo unapopatikana kwa wakati huu, na tunakusalimu kulingana na majira ulionayo. Tunakukaribisha kwa moyo mkunjufu kufuata habari zetu kwa siku ya leo. Tuanze habari zetu na habari za huko Misisi. Ni kwamba shughuli zote zimeripotiwa kuanza kama kawaida ndani ya kijiji cha Misisi, sekta ya Nganja, tarafani Fizi, baada ya ujumbe mkubwa wa vikosi vya wazalendo kufanya hotuba ya hadharani katika kijiji cha Misisi, hatua ambayo imepokelewa vya kutosha na mashirika ya kiraia katika eneo hilo. Kwake Dunia Floribert Dum, mkuu wa shirika jipya la raia ndani ya sekta ya Nganja, tarafani Fizi, amesema kuwa msafara huo uliofika katika kijiji cha Misisi una faida kubwa, kwani umekuja kumaliza mzozo wa vikosi vya wazalendo kupigana risasi wao kwa wao. Dunia Dumsi Floribert anaeleza yafuatayo. Asante sana. Ni kwamba hali ya usalama mpaka sasa hivi katika kijiji cha Misisi na kando iko vema sous control. Kila kitu kimerudia nafasi, aktivite zote ziliweza kureprendre kama kawaida, raia wana circuler. Hiyo yote ilikuwa ni baada ya mitingo leo iliyofanyika hapo jana katika kijiji cha Misisi. Saa 6 za mchana delegation ambayo ilikuja iliweza kabisa kuita wakaaji wote na wakarepondre massivement ile appel, na message ambayo walikuwa nayo kuwa message ya kutaka kumetrize kutranquilize esprit za wakaaji, kuwaonesha kwamba hakuna vita, kila mtu abaki kazi yake kama kawaida, na mambo mengine itaendelea kushughulikiwa kulingana na jinsi watu wataendelea kufanya sample za situation ambayo iliweza kukutana toka hiyo siku ya 5 ya wiki iliyopita. Kwa upande wetu, kwanza tuliweza kuwapatia ushirikiano mkubwa wa viongozi wa delegation. Tutakuwa na mawili matatu tuliongea nao kabla ya mitingi yenyewe haijafanyika, tukaiweka en terme ya recommandation. Wao walitupatia assurance kusema kwamba kwa neno ambao wametoa watalishughulikia pamoja na ushirikiano wetu kama vile viongozi wa masosiete civil, ilikuwa yeyote ambaye ataonekana kuwa mwenye kwa nafasi ya usalama mdogo ashughulikiwe hierarchia yao. Vile vile tuliweza kupata assurance ya kusema kwamba kasho zote zenye zilikuwa zinawekwa katika mapeni zitakwenda kuvunjwa. Administration parallele ambayo ilikuwa parmi arme itavunjwa, ili kwamba kuweze kuundwa coordination moja ambayo itakuwa ina controle unité zote na movement zote, ikompli waweke kitengo cha PM ambacho kitakuwa kinashughulika na wale ambao watakuwa wanakuwa kichwa kigumu wa kuweza kunyanyasa raia na mali yake. Huyu ameomba kwa raia kuwa na uaminifu na uongozi wa wazalendo kwa kauli walizozitoa juu ya kufanya amani ndani ya kijiji cha Misisi, sekta ya Nganja, tarafani Fizi. Dunia Floribert Dums amerejea mara tena. Tuko na confiance na jeshi ambayo linatuchunga, vile vile tunapaswa kuwa na confiance na maneno ambayo wanatupatia, pamoja na ushirikiano mkubwa ambao tutauweka kwa hao ambao tunakuwa nao hapa. Naamini kwamba usalama utarudia bila shida. Kuna mekanisme ya suivi ambayo imewekwa ili kuhakikisha hayo yote ambayo yameongelewa yatatekelezwa kweli kweli, kwa sababu mara nyingi kuongea na kutekeleza ni vitu viwili tofauti. Ndio hiyo sasa inabaki ni kwa upande wetu tuangalilie, baada ya kusikia, je, yale ambayo yalisemwa yametekelezwa? Maana sisi tunakuwa tuko macho na vino vya raia, japo tu zile trakaseri zitaendelea kuonekana, kisha tutafunga mdomo, tutasema hadharani na watu watajua na wakuu viongozi watajua kwamba walilolifanya ilitekelezwa au walitekelezwa. Na fikiri kwamba hilo linabaki sasa kwa upande wetu kama vile wasimamizi wa mashirika za kiraia. Impression yetu ni kwamba kwanza tuliweza kufelicite presence ya delegation
kutoka huko Uvira kufika hapa. Tulishukuru sana implication na initiative za wakuu viongozi wa wazalendo wakiwemo wa mzee Amuri William ya Kutumba pamoja na mzee Ngoma Nzito kwa kuweza kudepeshe ani urgence ekipe ambayo itakuja kutoa solution maeneo ya huku. Na hivyo tu tuliweza kushukuru kwa wale ambao wamejitolea kwenye safari ndefu ya kuja kutoka Uvira kufika hapa. Kama tuliweza kusikia sana ile. Na osi tuko tunaendelea tu kuomba kwa uongozi wa wazalendo kwamba wakuwe vigilant parce wanasemaka kila siku kwamba après la guerre c'est la justice. Na wakati vikosi mnaovyoviangalilia vinakuwa vinafanya makometre maakte zilizo contraire à la loi, kesho kutwa ni viongozi ndio wanakuwa wanarepondre kwa zile akte ambazo maelema zao ziliweza kufanya. Kwa hiyo wakuwe très vigilant kuangalilia discipline ya vikosi vyao na wanajeshi wao, ili kwamba baada ya vita waweze kumerite kile ambacho waliweza kutetekea kwa muda huu. Ujumbe wetu kwa makabila ni kwamba raia hatuwezi kutembelea mambo ya kijeshi au mambo ya siasa. Raia haki raia pamoja kwa amani, kwa ushirikiano, tuishi kama vile tulivyokuwa tunaishi. Kufungia vyama vya kisiasa kutokujihusisha na kazi zozote hapa nchini ni njia mojawapo ya kushinda vita vya dhidi ya M23. Amesema hayo kada mmoja wa chama cha UDPS tawi la tarafa la Fizi na mji wa Baraka, Bwana Abomba Ebalo Peter Stober, kisha chama chake Matata Ponyo Mapo Seth Kikuni kufungiwa na serikali ya Kongo. Mwangaza huo ameutoa kisha serikali ya DRC kuvifingia vyama hivyo kwa vile vinara wao walishiriki kwenye mkutano ulioitishwa na rais wa zamani Joseph Kabila huko Nairobi siku zilizopita. Ebalo Abomba Peter Stober anaeleza fuatayo. Kuongeza ku PPRD ambayo ilifunguliwa mbele, leo kunafunguliwa chama cha Matata Mponyo, chama cha huyu Seth Kikuni na ndugu yetu Jose Makila nacho kimefungiwa. Ndio vyama ambavyo vimefungiwa kwa sasa. Ndugu mtangazaji, napenda niambie watu ya kwamba nchi ya Kongo imevamiwa na waliovamia Kongo ni Rwanda katumikisha watu wao katika Kongo. Maître en chef wao ni Joseph Kabila. Na mulifata kama na justice yetu ya Kongo ilimkundane Joseph Kabila wakati aliingia Goma, akajonyesha wazi kama yeye ndio anayeunga hiyo mfumo ya M23. Kabila sasa akasema mkuje mkutane Kenya tufanye vitu vingine. Kama wakongomani wamejipermettre kutoka Mkongo kwenda Kenya kujiunga na Kabila, mtu ambaye anatafutwa na sheria ya Kongo. Na hicho ni kitendo cha traizo, yani wametraire inchi, wametraire wakongomani na inchi yao ya Kongo. Na ndio maana serikali ya Tshisekedi imeona vyama vyao hawezi kuwa functionnel mwa hii inchi, inatakiwa vivucho kwa sababu vimeingia kwenye mlengo wa bunduki. Njoo hicho. Mimi nawaza hawa Matata Mponyo ni watu ambao wanahela, hawakosi kitu. Wangilifanya ile mkutano Kinshasa na wanaunda ile umoja wao kwa kupiganisha humu ndani ya Kongo, ingilikuwa shida. Kwa nini waende Kenya kujiunga na mtu anayetafutiwa na government ya Kongo na wakongomani, anayekamata silaha kwa kupiga wakongomani? Kwa nini kwenda kujiunga nao na kumchagua yeye ndio kinara wao? Yani wamejiunga kwenye movement ya M23 na kwa leo mumeona makomuniki naanza sirikile kama wanataka kutana wafanye platform moja. Unaona hakuwezi kuwa Kabila akuwa anasimamia AFC Sovole Kongo Kabila, basi vitu Kabila akuwe na butiki hapa. Si butiki ni za Kabila yani yote movement yote inakubali ile movement ya kamata bunduki kwa kupiga wakongomani na kwa kuharibisha nchi ya Kongo. Mwishowe Ebalo Abomba Peter Stober amewataka raia wa Fizi Baraka kuendelea kuweka matumaini kwa Rais Felix Tshisekedi kwa ajili ya amani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Cha kwanza ni kususpendre kwanza ile fonctionnement yao, kwa sababu unaleta maneno ya kudanganya watu ovyo. Wakianza tembea olela wanaleta maneno ya kudanganya raia wa Kongo. Hicho cha kwanza ni kufunga ile machama isitumike, na hicho tumekifanya. Kama government imefanya hivi, mimi nimesupport kama mkongomani halisi. Na hicho ninawaambia wakongomani wasife wasi au watu wa Fizi.
Hiyo ni solution ya inayotafutikana ili wakongomani waishi kwa amani. Martin Fayulu yuko Kinshasa anatembea kama ilivyo. Moise Katumbi anatembea na anafanya vya kwake, na wengine Kongo ina vyama karibu ya 400 na vyote vinatumika halali. Ule ambaye anashika bunduki kwa kuharibisha nchi ya Kongo. Sisi chama cha UDPS tulifanya miaka 37 atukamata kabunduki. Tulipata madaraka, kwa leo tunaongoza. Wachunge tuorganize election, wakuje tukompatir ensemble, ula atakaye faulu anafaulu, lakini kusema kama uende kamata bunduki, hiyo kwanza hata sheria ya Kongo inakatala hiyo. Hivyo vinara au njo wanaita mkifaransa wa fondateur wa hivyo vyama. Yaani niko sawa ni entreprise privé yao. Hauwezi kubasepare na hivyo vyama. Tunafunga vyama, yani na activities zao bali tunazifunga vile. Hawawezi tumika zingine activity. Labda ba create zingine vyama vya mpya na viende kule tufuatilie na dossier zao petete. Lakini hivi hawezi separe LGD na Matata Mponyo. Hiyo tunaifunga, hakuna mwaye kabisa hiyo. Najua raia ya Kongo isapoti Felix Tshisekedi, imunge mkono, kwa sababu hiyo vita tulikuwa tunapigwania hamo haikukuwa vita tu vya Rwanda wala wanani, ilikuwa community international yote, Umoja wa Mataifa mzima ulikuwa ukitupiga vita. Na kwa leo ninawahakikishia vita vinaenda fika mwisho na M20 tunaishinda na tutaishinda. Kwa hiyo naomba watu wakae kimya, wasilete vurugu, wakujiunga, tusapoti Tshisekedi, tusapoti jeshi yetu ya Kongo, wazalendo tuwasapoti ili tuhakikishe sisi wote tumepata amani. Najua bientôt tutapata amani na vita vinaisha. Tutamatishe habari zetu na habari hizi ni kwamba hivi karibuni uwanja wa ndege wa kimataifa wa Goma wa huko jimboni Kivu Kaskazini utaanza kufanya kazi. Ndivyo amesema rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wakati wa mkutano wa kimataifa wa kuunga mkono amani katika ukanda wa maziwa makuu. Mwenzetu Safari Dilwe Alimasi na Izaki Mulucha Ashibe wametuandalia ripoti ifuatayo. Naam. Karibu mwaka mmoja baada ya kutokuwa na shughuli kwa sababu ya mapigano na vurugu kati ya vikosi vya jeshi la DRC na uasi wa FCM23 unaungwa mkono na Rwanda. Kisha kufungwa kwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Goma katika jimbo la Kivu ya Kaskazini unapangwa kufunguliwa mara tena hivi karibuni, kulingana na kile rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alitangaza Alhamisi Oktoba 30, 2025 wakati wa mkutano wa kimataifa wa kuunga mkono amani na ustawi katika ukanda wa maziwa makuu ulioandaliwa huko Paris kwa ushirikiana na Togo. Safari Alimasi, Rais Emmanuel Macron akiwa mbele ya mwenzake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi na Faure Nyansimbe wa huko Togo. Rais Macron amehakikisha kufunguliwa tena kwa uwanja huo wa ndege kufanyika kwa kuheshimu hadhi ya kitaifa na kutahusu ndege zenye misaada ya kiutu kuwasili ili kusaidia chakula sehemu mbalimbali zenye kukumbwa na mzozo. Isaac na nukuapa maneno yake rais wa Jamhuri ya Ufaransa wakati wa mkutano huo. Itakuwa misaada ya kiutu. Ninatangaza kuwa mwisho wa mazungumzo yetu tutajaribu kufungua katika wiki zijazo. Tutafungua uwanja wa ndege wa Goma kwa ajili ya ndege za misaada ya kiutu siku 2 kwa wiki kulingana na uwezo wa mahitaji muhimu. Hatua hii itafanyika kwa kuheshimu hadhi ya Kongo ili kuruhusu ndege zenye misaada ya kiutu kufanya kazi bila kikomo, amesema rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Kulingana na rais huyo ni signo tosha yenye kusubiriwa na ya muhimu kwa raia. Alisema, najua namna gani wenzangu wapatanishi kama vile Qatar na Marekani wanajitolea kuchunguza vizuri kufanyika kwa ufunguzi huu na kushindikiza. Na washukuru kwa zaidi ya uwepo wao hapa. Najua kama siku zijazo zitakuwa sawa kwa hatua zote. Aliongea hayo. Safari tufahamishe kuwa tangu kushikiliwa kwa mji wa Goma mwisho wa Februari mwaka 2025 na waasi wa FCM23 wanaunga mkono na Rwanda, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Goma haufanye kazi kama vile ule wa Kavumu mjini Bukavu katika mkoa jirani wa Kivu Kusini. Licha ya wito kutoka vitengo mbalimbali kutolewa kwa ajili ya kufunguliwa tena kwa uwanja huo kwa ajili ya kurahisisha misaada ya kiutu, hakuna hatua yoyote ile iliyofanyika mpaka sasa. Serikali ya Kongo ilichukulia kufungwa huku kulisababisha kutokuendesha kwa miundombinu yake kupitia njia ya anga. Kitengo cha njia ya anga ni kampuni ya umma inayokagua na kuongoza viwanja vya ndege. Kuanzia wakati ambao hatukagua Goma na Bukavu, tulitoa tamko la kimataifa kama viwanja hivyo vya ndege havifanye kazi. Kuanzia hivyo hakuna ndege yoyote itakayotua eneo hilo. Alisema hayo mwezi Juni uliopita waziri wa usafiri na mawasiliano Jean-Pierre Bemba. Na kupitia hapo ndipo kabisa tumetia nukta kwa habari zetu kwa siku ya leo. Msikilizaji, tunakusamini kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Tukutanane mara nyingine tena baadaye kwenye vipindi vingine.